Na sisi tujadili mkasa yule Pasa Rose anaongelea habari ya degree hii degree ya kuisomea huko kwenye vyuo vyao hivyo. Mwanamke hata asome, anavyosoma, moja ya hitajio lake ni mume au mwanaume na kama swala la kuumizwa katika swala maisha hayo, kuna wanaume wengi waliumizwa na wanawake ambao waliwaendeleza kimasomo au waliwachangia katika masomo baada ya wazazi wao kufeli kuwasogeza hatua moja kwenye elimu yao. Lakini baada ya kupata hizo degree, wanawake hawa waliwasaliti wale wanaume na kutafuta wanaume wenzao, wanaume wengine waliosoma kama wao au walokaribiana kwenye elimu kama wao, na kuacha wale ambao waliosomesha, umeona bana, na kupata hizo degree. Kwa hiyo degree sio kigezo cha kuweza wewe kuweza kukashifu thamani ya mwanaume katika hii dunia. Mwanaume ni mwanaume tu, hata iweje. Na mwanamume vile vile, mwanamke kwake ana thamani vile vile, hata afanyeje mwanaume. Moja ya hitaji lake itakwenda safari, itakwenda kuisha akiwa anakuta kwamba atatafuta mwanamke. Kwa hiyo kitendo cha kutia kashfa idara ya mahusiano ambayo ni ndoa ni kosa kubwa. Yake ajitafakari, atapata jibu tu yeye mwenyewe tu kwamba tokea yeye udogo wake, barehe yake mpaka alipofika hapo, amefika bila mwanaume yote hapo. Hakuna kilichomsupport kufika mpaka hapo. Wanaume hawakuhusika hapo. Huko vioni kuna siri ngapi watu wanazojua kule ambazo watu wanazinyamazia? Wanapataje wengine zile degree zao? Kuna mambo mengi yanapita huko, kuna usiri mkubwa sana unapita humo mpaka kufikia kwenye manafasi hayo wengine. Lakini yote hayo yeye hayaangalii. Anaangalia kile alichoshikilia mkononi. Si kweli. Kama ni kweli wewe jambo hilo kwako unaona kwamba ni mzigo wanaume, na ukaona degree kwako ina maana zaidi na elimu yako kafanya kwamba wewe ni mjanja, ungekwenda kutafuta ajira inayohusiana na elimu yako, ukawaachia wale wachungaji wenzetu ambao wanafanya kazi hizo bila kukashifu kitengo hicho. Tungekuona wewe ni wa maana sana. Lakini kwa sababu upo humo na unawahudumia watu ambao wenye kuolewa na kuoa, wewe bado hujasema chochote hapo. Ukaenda kumdanganya mtu ambaye hajawahi kuoa, hajawahi kuolewa, au la yeye alikufa bila ndoa, uende ukaburini ukakutana naye ukamwambia maneno hayo, mnaweza mkaelewana. Lakini sio hapa.